Ukiwa katika shule ya upili, kila mtu haswa walimu wako na wavyele muda wote wanakuambia tia bidii katika masomo yako bila kuchoka. Ufaulu na ndiposa upate nafasi ya kujiunga na mojawapo wa vyuo vikuu humu nchini. Unapofaulu mtihani wako na hatimaye kuitwa kwa mojawapo wa vyuo vikuu ulivyovichagua kisha kujiunga kirasmi na kuitwa mwanafunzi wa chuo fulani, unakumbwa na mambo mengi mazuri na mabaya. Hapa tunampata Happiness, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza ambaye tangu ajiunge na chuo kikuu amekumbwa na changamoto lukuki. Changamoto ziko mingi sana. Nikianzia cha kwanza ni shinikizo la wanarika. Hapo unapata ndio kuu kabisa, it's the main problem we students face. Unapata mwanafunzi alikuwa mtoto mwenye nidhamu, respect, how she puts on. And you get that. And akiona wenzake wanafanya hivi, pia anataka fuatilia afanye, not knowing the consequences. Cha pili ni wizi. Sasa sisi kama wanafunzi tunaishi hostel, tunapitia kabisa. Tunapitia hizo changamoto sana, inatumiza. Unapata mtu anakuchukulia nguo mwenzangu. Sasa utafanyaje? Sitabaki hapo kama unalia. Nguo yako nzuri, the best cloth imeenda. Inatumiza sana. Vile anaeleza kuwa rafiki yake alibiwa kitu ambacho kilimuumiza sana. I can remember one of my roommate. Alifua jioni kabisa kitu saa 12 hivi. Alifua nguo mingi kabisa. So alikuwa na the best towel nyeupe sana. So alifua, mwenyewe akaenda, tuko third floor sisi, floor ya juu kabisa. So alienda kanika nguo zake zote hapo. So kufika usiku alikuwa anaenda kuzianua, usiku kitu saa 2 hivi. Anapata towel yake nyeupe imeenda. So siwezi sema angeweza kuteremka chini aende achungulie nguo. So yeye alikaa room wakati towel yake inaenda. So akarudi ndani ya room akiwa analia, towel yake the best imeenda. Wakati tu ambapo hii lecturer strike imeweza kuanza, imekuathiri vipi wewe kama mwanafunzi? Mimi hapa kama mwanafunzi, cha kwanza kabisa ni idleness. Hauna kazi la kufanya. Mwenyewe hata ukiwa umekaa na kitabu unataka kuanza kusoma, simu ipo hapo kando yako, uko online. Umeweka iko online. Unasoma TV kidogo, punde unasikia message imeingia. Utapata nafasi ya kusoma, utarudi ukae kwenye simu. Shule zingine unasikia wakifunza. Wewe mwenyewe umekaa hapa shule unahisi vibaya. Wao wakiendeleza masomo umekaa tu hakuna kitu ya kufanya. Alafu pesa pia inatumika. Unapata kama uko committed kwa kitu fulani, njaa ukuja mingi sana. Group discussions zipo lakini si kwa ubaya, lakini sijaona faida. Unapata unaenda lakini mtu ataanzisha story ya strike. Utasikia anaanzisha story ya sijui KU, shule zingine tofauti. Mmoja mmeacha kudiscuss vitu ambavyo mlifaa mdiscuss kwa group. So mtatoka hapo kama kuna hata kitu mmetoka nayo. Hata maybe ni kitu kimoja, lakini hujafaidika. Tunapatana naye Peter Ngua ambaye ni mwanafunzi wa chuo. Kwake changamoto si haba. Alijiunga na chuo akiwa na matumaini ya kusoma, ila sasa mambo yameenda segemnege. Hii ni baada ya waathiri kugoma. Mimi nilikuwa nafika hapa shule, nilikuwa matumaini yangu ni kwamba niwe mwanahabari hodari kabisa. Masomo yangu nihakikishe nasoma vyema kabisa ili niweze kufikia malengo yangu katika hii idara ya wanahabari. Kwa labda kwa sasa mgomo tayari umetokea, unakuadhirije wewe kama mwanafunzi wa mwaka wa kwanza, ndio kwa sasa ulikuwa mkoko ndio umalika maua? Wadhiri walivyokuwa wanaondoka, walituacha bila matumaini kabisa, na kufikia sasa hata tukekwa katika yale makundi ya kuchambua, kwa lugha ya kimombo tunasema kudiscuss. Tunaona, mimi binafsi ninaona kwamba sielewi chochote kabisa. Mimi ninaomba serikali
iweze kutimiza mahitaji yao, yani kuwalipa mapema wale waadhiri katika pesa zao yenye wanahitaji, angalau tuweze kurudia masomo yetu vyema. Mwanafunzi mwingine anatusimulia changamoto ambazo amepitia tangu ajiunge na chuo na ni mambo ya kusikitisha. First, mimi kama fresher, challenge, nimefika tu shule, being confused, hadi ujui uanzie wapi, uende wapi. Hiyo challenge imefanya hadi nimemiss units tu mingi ku attend. Then another challenge ni strike. Strike imeniaffect sana. Nilikuja na passion ya kusoma. Hivyo kwenda kusoma tena lecturers wameenda strike. Most niko idle. Unapata hadi kusoma ni shida. Yeah. For the first time I came here, nilibiwa gas. Yeah. Hiyo ni first challenge yenye nimeface kunje. It was the first day I came here. So niliacha tu vitu nje. Hivyo sikuingiza kwa nyumba. Then nikakuja first registration hapa ndo nikuje niingize kwa nyumba. Kurudi hivyo nikapata gasi ishabebwa nje tu. Yes, vitu zilikuwa nje. Baada ya kuibiwa, anasema hakuweza kuripoti kwa kitengo cha usalama chuoni kwa kuwa alikosa ushahidi thabiti. Actually hiyo sikufanya kwa sababu hadi hakuna evidence yoyote. Hakuna mtu anaongea. Tena hadi mali nilikuwa nimeacha, ni mimi ndo ningeblemiwa. Utafiti haukuishia hapo. Vile tunapatana na kijana mmoja wa chuo ambaye anaonekana mwenye tabasamu ila moyoni mwake amebeba mazito. Ya kwanza ilikuwa scam. Wakati niliingia hapa niliweza kupata help yangu ya 24k. Na the following morning after nimeshapewa hiyo pesa, the following morning nikapata simu kutoka kwa watu ati wanasema ni wa Safaricom, but ingawaje namba yao haikuwa ya Safaricom, but anyway nikasema ni poa. Nikashika simu, so nikawauliza kenye walihitaji, na pale wakaniambia ati wao ni watu wa Safaricom, line yangu imerejistiwa mara 2, wanataka wafunge line moja alafu ingine ibaki active. Nikauliza kivipi na ila hii namba yenu ni ya hata si ya Safaricom, inakuwaje? So anyway nikasema ni sawa, manake mimi sikutaka kupoteza hela zangu. So nikawaambia kenye naweza fanya. Cha kwanza wakaniuliza amount yenye nilikuwa nayo kwa simu. Wakaniuliza balance yangu M-Shwari. Wakaniuliza ID yangu. Na vile nilipeana hizo documents zote, kumbe ndo nilikuwa najikaranga. Na hivyo ndo niliweza kupoteza 9k. Pia naye mjeledi wa mapenzi ya kumsaza, kwani chuoni shinikizo rika lilimponza. Hapa shule manze kuna pia pressure ingine kali sana. Kali sana. Kama mtu kama mimi nilitoka nyumbani, mimi hata stories za kudate mimi sijui. Lakini sasa unapata kuna best yangu ako na bonge la dada hivi, ako sawa. Pia wewe manze unaona hapana. Sasa pia mimi basi pale nikaamua acha nipige hesabu pia nitafute. Finally nikaangukia third year mwingine. Ukaangukia Third year. na wewe mwenyewe ni First year. Lakini huyo msichana ni rich kid. Nikisema rich kid ni kumaanisha akikuitisha credit huwezi mtumia chini ya 200. Akikwambia lunch huwezi mtumia chini ya 200. Bana. Mimi ni peer pressure, hata mimi sidhani kama nilikuwa nampenda. Ni peer pressure tu kwa marafiki. Mimi naona rafiki anaingia pale kwa hostel amebeba ako na demu wake ameweza sijui nini. So unajua unapata mtu anakuambia na wewe kwani uko aje down? Kwani wewe ni pasta? Ati aje? Kwani unaanga mtu? Sasa unajua pia unasema wenyewe lazima pia mimi nifanye nini? Nipige hesabu.
Kwa kweli haya ni mambo ambayo yameweza kuwasumbua na kuwatatiza wanachuo wengi. Lakini swali ni je, ni vitengo vipi ambavyo vimeanzishwa ili kusuluhisha mambo haya? Na Waswahili husema kuwa kuvunjika kwa mwiko si mwisho wa mapishi. Licha ya panda shuka hizo, vijana hao wamekuwa waking'ang'ana kutimiza ndoto zao. Makala ni changamoto za chuo. Ni Teglenishas Kobaso. Nami Kennedy Demesi. See you next time.